uchungaji ni huduma. Uchungaji lazima tuelewe hivi tu, tofautishe vitu. Uchungaji ama utume, unabii, uchungaji, mwalimu, mwinjilisti, hizi ni huduma ambazo Mungu anatoa. Lakini uimbaji sio huduma. Ila hivi ni vipawa, ni karama ambazo Mungu au zawadi ambazo Mungu ametupa. Sasa kwenye hizi zawadi ambazo Mungu ametupa, unaweza ukawa mtu anaweza akawa anaimba, lakini ukiangalia kwenye uimbaji wake kuna huduma ndani yake, labda huduma ya kinabii, huduma ya kiuinjilisti. Kutokana na nyimbo anazoziimba inaonyesha, inaweza ikaashiria au ikaleta ishara ya huduma aliyobeba ambayo Mungu ameweka kwenye maisha yake. Kwa hiyo tusiseme si sawa kumpinga mtu kwamba akifanya hivi huduma yake ya uimbaji itakufa. Labda akianza kuhubiri ama akienda kwenye huduma ya kichungaji, ile zawadi yake ya uimbaji ama karama ile Mungu amempa itakufa. Mimi siamini, kwa sababu kuna waamini tunawafahamu wachungaji, waimbaji ambao ni wachungaji na bado wanaendelea kuimba na wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo ni issue ya kupangilia mambo yako. Project zako, vitu vyako, ukipangilia utaendelea kumtumikia Mungu kwenye eneo la huduma, labda uchungaji ama unabii, ama uinjilisti, ama utume, ama unabii au ualimu, lakini pia ukaendelea na uimbaji kama kawaida, na Mungu bado akawa pamoja na wewe. Kwa hiyo mimi naamini katika kupangilia vitu na kumhusisha Mungu kwenye mipango, kwenye kila mipango ambayo Mungu anakuambia uifanye. Yes. Nashukuru sana. Kitu cha muhimu kwamba kuna post ambayo alikuwa ameiposti Roma wiki iliyopita, alisema kwamba yeye ni msanii wa Bongo Flava tunajua, lakini alisema kuna baadhi ya wasanii wa nyimbo za injili wa gospel wakiwa wanataka kufanya naye collab, wamekuwa ni wasanii ambao wanakuwa wanakwepa nyingi. Kwa upande wako wewe kama Paul Clement, ulishawahi kutafuta na msanii yoyote wa nyimbo za kidunia akataka mkafanya collab, au wewe kwa upande wako kama hukuiona hiyo post unakuwa unaichukuliaje kwa mzee? Nashinda kuzungumzia sababu sisemi kwamba wao sio watu au hawataki kushirikiana nao, lakini ninaamini kama mtu alikataa, basi ilikuwa labda kwenye misingi ya huduma yake, misingi ya nakosali, wengine misingi ya dini zao. Unaona? Kwa hiyo naamini katika ile misingi ambayo mtu anakuwa nayo, anaona mimi haiwezekani. Alafu uzuri sasa, haya mambo hayafichiki. Kama mtu utakufanya kazi na mtu ajisikii akisema siwezi, basi heshimu maamuzi yake. Kwa hiyo mimi naamini katika kuheshimu maamuzi ya mtu. Akisema bwana mimi siko tayari sasa hivi, wewe heshimu tu maamuzi yake, kwa sababu wewe hujui kwa nini amefanya ile maamuzi, na inawezekana nyuma ya hayo maamuzi kuna mambo mengi sana, labda anayahofia, anayaogopa, lakini pia kuna vitu anaamini kutokana na kile kitu ambacho amekibeba. Kwa hiyo mimi naamini sana katika hilo, na kwa upande wangu sasa nitalizungumzia kwa namna hiyo kwamba vile anavyo mtu ndani yake afanye, asipojisikia ama yani amani ya Kristo iamue ndani yake, kwamba anasikia amani kufanya hiyo kolabo, afanye. Asikia amani ndani yake kutokufanya, asifanye. Lakini pia uzuri tumepewa Holy Spirit. Holy Spirit anatuguide kwenye mambo mengi na kutuelekeza kwenye mambo mengi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akikwambia usifanye. Akikwambia fanya, Roho Mtakatifu akikwambia fanya. Asikwambia usifanye. Ni bora kutii wakati mwingine, na amani ya ndani muhimu sana. Amani ikikataa alafu ukalazimisha, inaweza ikawa shida. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu naweza kushauri ni hicho, kwamba mwisho wa siku amani ya mtu iamue ndani yake, na misingi ile ambayo anaijua ya wokovu wake, wengine dini zao, basi ile misingi pia akiona hainiruhusu misingi kufanya hivi, basi asifanye. Paul Clement, kwa kumalizia hapo, unaona ni sawa kwa msanii wa gospel kushindanishwa na msanii mwingine, yani kwamba huyu na huyu?
kushindanishwa. Yeah. Kwangu mimi kushindanishwa nitasema sio sawa, sababu sisi ni mwili wa Kristo. Kila kiungo kina kazi. Mkono na kazi yake, kichwa kina kazi yake, macho na kazi yake, miguu na kazi yake. Kwa hiyo sisi kama mwili wa Kristo, uwezi ukachukua wewe mwenyewe uwezi ukachukua mkono wako ukashinanisha na kichwa chako. Yaani kusema mshindane nani bora, ni ngumu. Sinajua kwa sababu kila kiungo kina kazi yake. Kwa hiyo uweze kushinanisha mguu labda na nini labda na kifua. Sema haya mshindane, ama labda kidole na sikio mshindane. Sasa unashindana nini sasa? Kwa sababu kila kiungo kina kazi yake. Kwa hiyo si sawa kushindanishwa kwa sababu moja, kwa sababu sisi ni viungo katika mwili wa Kristo. Na kila kiungo kina kazi na kina namna ya utendaji wake kazi. Kwa uwezo ukashinanisha viungo, uwezo ukashinanisha mwili wa Kristo. Utakuwa unakosea sana. Yaani sasa unashinanisha macho na mdomo, yani ngumu sana. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi haijakaa sawa. Naitwa Paul Clement, usiache kutazama Sawasawa Digital.